Taarifa mpya ambazo zinaendelea kuhusiana na vita kati ya Irani, Israel na Marekani ni taarifa ambazo zinahusu taarifa za kifo cha Benjamin Netanyahu ambaye ni waziri mkuu wa Israel. Lakini Benjamin amekuwa akijibu hili. Hata jana baada ya minong'ono kuwa mingi sana, aliweza kuposti video ambayo alionekana akiwa kwenye mgahawa na kunywa kahawa, na ikajaribu kuchambuliwa, watu wakisema kwamba hii ni AI na vitu vingine kama vile artificial. Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini leo pia tena ameweza kuibuka na akaweza kuposti video nyingine akiwa na salimiana na wananchi na kujaribu kutoa maelekezo mengi, ikiwemo kuwasihi wananchi kuendelea kuwa wamoja katika hili. Pengine hasa Kombo, kuhusiana na hii video pia kwa taarifa zipi hasa ambazo zinaendelea, kwa sababu kuna wale ambao wanaamini na wengine pia hawaamini katika hili? Ni kweli kwenye hizi video ambazo zinapostiwa tangu skendo hii ya kufariki kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Jana kulikuwa na swala yupo kwenye mgahawa mmoja huko Yerusalemu, ambapo wachambuzi wa mambo wanadai kuwa ile bado ni AI. Anaonekana akiwa anakunywa kahawa, lakini kahawa ambayo haipungui kadri anavyokunywa au anavyochubua kile glasi ya kahawa. Na leo pia imepostiwa ama ameposti video nyingine kwenye ukurasa wake wa Instagram, akionekana yupo sehemu moja hivi milimani, baadhi ya maskari na baadhi ya raia, pengine nao ni askari ila wamevaa nguo za kiraia, akizungumza nao. Lakini wachambuzi wa mambo bado wanasema inaonekana ni kama video game ama ni AI pia, kwa sababu inaonekana amevaa pete mkononi, lakini pete ambayo kadri anavyofanya movement pete inadisappear, na inaonekana kuna sehemu ameshika kiti. Baada ya kushika kile kiti, ile pete imeondoka, jambo ambalo linaleta mtanziko kwa watu ambao wanafuatilia haya mambo, hasa kutokea pale Mashariki ya Kati. Lakini sasa kwa taarifa ambazo pengine unadhani Netanyahu na labda tuseme kwa mamlaka za Israel, kwani wanaposti video kama hizi endapo pia ni AI? Kama nilivyokuambia, kuna dhana ambayo ilishajengeka ama ilishajengwa na Marekani na Israeli kwamba wao hawagusiki na wao kuwa hawawezekaniki. Kwa hiyo the way ukiamua kwamba useme labda ni kweli amefariki mapema hivyo na bado kuna mapambano yanaendelea, unakuwa ile dhana ama ile credibility umeitoa kwenye fikra za watu ulimwenguni. Kwa hiyo pengine labda kuna ukweli amefariki au hajafariki, na pengine kama kuna ukweli amefariki, sio rahisi hivyo kwa hasa haya mataifa mawili, hasa Israeli, kukubali kirahisi kwamba amefariki kweli. Japokuwa kuna ishara pia zinaonyesha kuwa amefariki na kuna ishara nyingine zinaonyesha kuwa hajafariki. Lakini juzi kuamkia jana kulikuwa na kikao cha baraza la ulinzi, kikao ambacho mara nyingi lazima Netanyahu awepo katikati, pembeni atakuwepo waziri wa ulinzi na mkuu wa majeshi, lakini hajakuwepo Netanyahu, bali kiliendeshwa na waziri wa ulinzi bwana Israel Katz, jambo ambalo pia linaleta mkanganyiko, kwani kweli ama si kweli yupo au hayupo duniani Benjamin Netanyahu. Lakini kiuhalisia hii ni kutokana na ile dhana ambayo ilishajengwa ama ilishajengeka kwamba haya mataifa mawili hayawezekaniki, kwamba kwa hiyo viongozi wakuu wa mataifa hayo ikitokea wameuawa kirahisi hivyo, ni ngumu sana kukubali kuwa amefariki. Lazima watatafuta njia nyingine ya kupumbaza raia ambao wanawafuatilia. Lakini kwa upande mwingine tumeshuhudia taarifa ambazo zinasemwa ni kwamba supreme leader mpya wa Irani ambaye ni Mojtaba Khamenei ni kwamba amekimbizwa Urusi kwa matibabu zaidi na kwenda kuangaliwa ambako yupo katika hospitali ambayo ni private. Pengine hasa kwa usalama wake zaidi. Pengine hasa hizi taarifa Kombo zina ukweli kiasi gani hasa? Inaweza kuwa na ukweli pia, kwa sababu
taarifa mwanzoni zilidaiwa kuwa huyu pia alikuwepo kwenye mashambulizi ya mwanzo kabisa alipokuwa na baba yake bwana Ali Khamenei na viongozi wengine, na inadaiwa kwa yeye pia alidhurika ama alijeruhiwa ile siku ya kwanza kabisa ya mashambulizi. Na kama ni kweli alijeruhiwa, pengine ndio sababu ya yeye kukimbizwa huko Urusi. Na vile vile kama sio kwenye siku ya kwanza, ile siku ya tukio kama siku 3 mbele baada ya Khamenei kufariki ama kuuawa, kuna jengo lilishambuliwa ambalo linadaiwa kuwa lilikaa kamati mahususi ya kumchagua ama ya kuendesha uchaguzi wa kumchagua kiongozi mpya, na jengo hilo ambalo lilishambuliwa pia inawezekana kuwa alidhurika kwenye siku hii ambayo walikuwa wanafanya mchakato wa kumchagua. Kwa hiyo yote mawili yanawezekana, na vile vile hata hilo la kupelekwa Urusi linawezekana pia kwa sababu ni mshirika, na vile vile kwa hivi sasa tuseme tu kweli, kwa Irani bado hali ni tete. Kwa hiyo kiongozi kama yule ukimwacha ndani ama ukimwacha kwenye hospitali za kawaida, na tunafahamu Israeli na Marekani wana majasusi wengi, pengine ingekuwa ni rahisi sana kwa wao kumdhuru, na ndio maana wameamua kufanya uamuzi huu wa kwenda kumpeleka huko Urusi. Na tunaarifa tu kwa Irani mpaka hivi sasa, juzi na jana, wameshakamata takribani watu 30 ambao wanashukiwa kuwa wanafanya kazi na Israeli na Marekani. Kwa hiyo unavyosema ama ungetarajia kama Mojitaba amejeruhiwa na kisha ukamwacha kwenye hospitali za ndani, inakuwa ni hatari pia kwa kiongozi kama yeye. Lakini sasa kwa kuangazia sasa, tumeshuhudia pia huko Israel ikiendelea na mtifano na Lebanoni kwa maana ya Hezbollah kule. Taarifa zenyewe zikoje hasa huko? Usiku huu takribani dakika kadhaa nyuma kunaarifiwa kuna mashambulizi yamefanywa huko kaskazini mwa Israeli kutokea Lebanoni chini ya hao wanamgambo ama jeshi la Hezbollah, na hali ya taharuki inaendelea kwa sababu inaonekana maeneo mengi ya huko kaskazini yamezurika kutokana na makombora ambayo yamerushwa kutokea huko Hezbollah. Tunafahamu kwa Hezbollah ni washirika wakubwa wa Irani. Tuseme hawa ndo namba 1, tunaweza kuwaita hivyo. Ni jeshi namba 1 kutoka Irani, ndio wanafuata hawa, ndio wanafuata wengine kwa ukubwa, hata kwa ile advanced vifaa vile vya kivita pia hawa ndio wakubwa, ukitofautisha na Hamas na hao pia. Kwa hiyo na Hezbollah walishatangaza kuwa wapo kwenye vita na Israeli. Kwa hiyo mpaka hivi sasa mtifuano unaendelea kati ya Hezbollah na Israeli, na mashambulizi bado yanaendelea, na inaonekana kuna mji mmoja kutokea kule kaskazini mwa Israeli unaoitwa Nurhia, mpaka hivi sasa unaonekana ukiwaka moto kwa baadhi ya maeneo kutokana na hayo mashambulizi ya Hezbollah. Kombo, asante sana kwa taarifa zako, na tutaendelea pia kukupigia tuweze kupata taarifa nyingi zaidi. Shukrani. Asante sana.